Jamani, hii video ya Mama Mobeto akiwa analazimisha kiss kwa mkwe wake Azizi Ki, kama unavyoona hapo. Hapo ni eneo la baa na Mama Mobeto anamsogezea mdomo wa Azizi Ki ili amkisa na mkumbatia kama unavyoona, lakini Azizi Ki ni kijana mwenye maadili, anakataa. Kama unavyoona, anarudisha kichwa nyuma, anamtoa mkono, yani amefanya jitihada zote kuhakikisha kwamba asimvunjie heshima mama mkwe wake, lakini mama mkwe ndo alikuwa tayari ameshajisogeza. Na wanasema kwamba Mama Mobeto akinywa pombe, moja haikai, mbili haikai, mnamkamatia mbali. Na ukiangalia kwa video hii, yule ni mkwe wake aliyomuolea mwanae, mume wa Hamisa Mobeto, na hicho ambacho anakifanya hapo moja kwa moja kwa unaweza kusema sio akili yake, ni akili ya pombe, kama ambavyo watu wengi wanaeleza. Kiukweli ni tukio ambalo limevuta hisia za watu tangu usiku. Mimi binafsi sijalala vizuri, nasikia vibaya, najisikia vibaya kama mwanamke, najisikia vibaya kama mama, na najisikia vibaya kama shabiki wa Hamisa Mobeto ambaye ni mkubwa sana. Najisikia vibaya sana, najaribu kuvaa viatu vya Hamisa Mobeto lakini nashindwa. Je, yeye tangu hiyo jana mpaka leo Hamisa anajisikia vipi kwa clip video kama hii, na inaendelea kusambaa na kila mtu anaandika anavyojua yeye, na hata bila kuandika, tazama tu mwenyewe, hiyo inajieleza. Kwa sisi watu wa bara tunaambiwa kwamba huu ni mwiko, yani kitu chochote ambacho kinakwenda kinyume na maadili, sisi watu wa kutoka bara tunaambiwa huu ni mwiko, marufuku, mwiko, usithubutu. Na Mama Mobeto sina hakika, nasikiaga kama ni Tabora huko. Kwa Tabora, Mwanza, Shinyanga, watu wa bara tuna mwiko, marufuku. Yani ile marufuku. Kiukweli video ni mbaya, haijakaa vizuri. Hakuna binadamu anaweza kaitazama akamsifia. Na kama kuna mtu atamsifia Mama Mobeto, basi atakuwa anamdanganya ama anamuonga kisogo. Kwa mtu ambaye ni mkweli na anataka kumsaidia Mama Mobeto, lazima mueleze ukweli kwamba video ni mbaya na lile alofanya ni kosa. Yule ni mkwe wake, lazima uwe na mipaka na mkwe wako, amekuolea mwanao. Yani hivyo vitu anavyovifanya hapa yeye anatakiwa vifanye Hamisa mwenye mume, yeye ni mkwe. Mwiko, marufuku, ni pombe. Wanasema kwamba akinywa pombe ndio hivyo mnamshikia mbali. Mimi kidogo naweza nikaamini kwamba ni pombe, kwa sababu hii ni doti ya pili inaunganisha. Ya kwanza ilikuwa ni kwenye harusi, binti moja alikuwa anaolewa na uhusiana na kina Hamisa kifamilia kama ndugu yao, na Mama Mobeto alipewa mic azungumze kama mama, lakini maneno alikuwa anazungumza, yani ukimwangalia kabisa unamuona she is not normal, hayuko sawa. Ni kwamba inaonekana kuna kitu alikuwa amekunywa ama ametumia kimemlevya, kwa alikuwa anaongea maneno ambayo ni tofauti. Sasa Hamisa kwa kuona huko mbele atakuja kuvurunda na aibu itakunda kwake yeye, akampokonya mic kama unavyoona hapo, anampokonya mic. Alikuwa anaongea vitu ambavyo sivyo, unaona. Sasa sisi wazazi ifike mahali pia tuelewe, tumeshakuza watoto, kuna vitu lazima tujikataze na kujikatalia. Mimi Mama Mobeto kwangu ni kama dada, nyinyi wengine kwenu ni kama mama. Mimi nasema kwangu ni dada kwa sababu nina madada zangu na makaka zangu rika la kwake yeye. Kwa sasa ukishakuwa mama, ushaanza kupata na wajukuu, kuna vitu lazima ujikataze kwa ajili ya kumsaidia mwanao na kizazi chake. Lakini sasa kama pombe inakuendesha, unashindwa wewe kuiendesha, hiyo ni mbaya. Ni mbaya sana kwenye maisha yako. Sasa kama leo hii pombe zinakufanya utamani kupata kisi kwa mkwe wako, next time utatamani nini kitokee? Sio kwa baya, lakini najiuliza katika hali ya kawaida, kwa sababu ni pombe tunasema, na inaeleza na watu wengi kwamba ni pombe, akinywa mnamkamatia mbali. Lile tukio la kwanza kwenye harusi vile, ile tukio la pili hivi, la tatu itakuwaje? Hamisa Mobeto ni kioo cha jamii. Mimi ni shabiki yake mkubwa. Kwa nini? Kwenye maisha yake kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikamsaidia mwanamke yoyote ama binti yoyote mwenye ndoto na nia ya kufikia malengo yake. Kwa sababu Hamisa ni binti ambaye hana elimu kubwa sana, lakini amefanikiwa pakubwa. Kwa hiyo sio binti wa kumbeza wala kumdharau, kwa sababu ana akili. Ni binti ambaye anajitambua. Na mimi naamini ukimwona mtoto wa single mama amefanikiwa, huwa naamini kwamba kuna mama nyuma imara
ambaye amekuwa nguzo kwa binti yake. Na siku zote namtazama Mama Mobeto kama nguzo kwa binti yake ambaye amefanikiwa. Lakini kwa hiki alichokifanya, anaweka mazingira magumu hata kwa Hamisa kwenye maisha yake. Kwa sababu Hamisa kuna watu wanamwangalia na wanajifunza kutoka kwake. Na yule Hamisa sio malaika, ni binadamu. Kuna siku atakuja kuteleza kama binadamu, afanye kosa la kikawaida tu, lakini watu wataunganisha dot, watasema ndivyo walivyo hao, mbona hata mama yake. Watu watasema hivyo. Naomba nikushauri, kama kweli ni pombe ndio zinakufanya ufanye hayo, basi jaribu kuepuka, mgeukie Mungu. Kama ni kunywa kwa kiwango ambacho unaweza kumudu, ili zisikuvue utu wako, thamani yako na heshima yako. Sababu unajua mtu unaweza ukatengeneza heshima yako kwa miaka mingi sana, lakini ukaja ukaivunja ndani ya dakika moja. Just change, kwa sababu bado unayo nafasi. Kutenda kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa. Badilika, punguza pombe. Kama kuacha kabisa haiwezekani, mtangulize Mungu, muombe Mungu. Kwa Mungu hakuna kubwa. Lakini wazazi, tujifunze kuwa na mipaka na kila kitu kwenye maisha. Kwa sababu kwenye maisha ukishindwa kuwa na mipaka kwa jambo lolote, matokeo yake ni kama haya.